المقام المحمود الذي الحمد لله الذي جعل الأيام مراحل للأعمار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إنه لقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، نذكر أنفسنا في هذا اليوم ونحن في أواخر السنة الهجرية، نقف وإياكم وقفة محاسبة لننظر ما الآثار أو ما الأثر الذي نتركه خلفنا، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أنه راحل، والذي يبقى بعده هو الأثر الذي يتركه خلفه. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu tumche Allah, kwani mafanikio yanapatikana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa mwishoni mwa kalenda hii ya hijiria, tuko mwezi wa mwisho, mwezi wa 12 kwa mujibu wa kalenda ya hijiria. Tupo katika mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi unafunga mwaka. Masiku yanakwenda mbio kweli kweli, miezi inakatika, miaka inaondoka. La shak inatukumbusha kwamba na sisi ni wenye kuondoka katika maisha haya ya dunia. Hii ni hakika ambayo kila mmoja yataka aikumbuke daima kwamba ni mwenye kuondoka, na baada ya sisi kuondoka, kitakachobakia baada yetu ni zile athari zetu, ndio zitakazobaki. Sasa leo insha Allahu taala, katika dakika hizi chache tukumbushane kunako athari ambazo yatakikana tuziache baada ya kuondoka katika maisha haya ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa hapana budi sisi ni wenye kuondoka na athari ndiyo zitakazobaki baada yetu, bila shaka alkalimatu tayyiba, neno lililokuwa zuri litakalosalia baada an yasmuta lisanuk, baada ya kuwa ulimi wako umenyamaza, athari yako itakuwa ndiyo maneno au ndiyo ulimi unazungumza kwa niaba yako. Lakini athari yako yatakuwa ndiyo matendo yako yatakayobakia, yanmu yawman ba'da yawm, yanaendelea kuchipua na kukua siku baada ya siku, baada an tuwara fi turab, baada ya kuwa wewe umefukiwa katika ardhi, lakini athari nzuri ulizoziacha yanakuwa ndiyo matendo yako yanaendelea. Yani ni umri mwingine, baada ya kuwa umeondoka pana umri mwingine unabaki. Sasa tunapozungumzia athar, tunazungumzia kitu kikubwa sana. Maisha mengine baada ya kuwa sisi tumetoka hapa duniani, yako maneno yatabaki, au kuna ulimi utabaki unazungumza kwa niaba yako, ni zile athari nzuri ulizoziacha. Lakini yako matendo yataendelea kuishi baada yako, ni zile athari nzuri ulizokuwa umeziacha hapa duniani. Ndio Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani anasema, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kumbe athar
zinarekodiwa, lakini athari zinabaki, zinatuelezea. Leo hii katika maisha yetu kuna mambo tunayaona, tunawakumbuka wale ambao tayari tulikwisha kuwazika, athari zao zimebaki, na hasa zinapokuwa ni nzuri anaendelea mtu kutajwa. Kuna mambo tunayatazama kaannahum ahya yantiquna fima bainana, yani unayaona mambo kana kwamba yule mtu ambaye pengine ana miaka 10, miaka 20 imemzika, kama kwamba yuko hai anazungumza, athari zake zimebaki, zinaongea. Mimi na wewe ni athari gani ambazo zitabaki zinatuwakilisha baada ya kuwa tumefukiwa katika udongo? Ahibati fillah, tukiutazama mwaka huu wa hijiria ambao umemalizika au unaenda kumalizika, mwaka 1447, leo tuko mwezi wa 12, tarehe 12, mwaka unakwenda kumalizika. Ukitazama biaini al-i'tibar, umri huu uliopita tangu tulipoianza Muharram ile iliyopita, na mbele yetu kuna Muharram nyingine inakuja, ukikaa ukatazama, wasaalta nafsaka bisidqin, na ukaiuliza nafsi yako kwa ukweli, ukawa ni mkweli na nafsi yako, ni wangapi wenye matatizo ambao wewe umewasaidia? Ni wangapi waliokuwa wamepoteza matumaini ukawarejeshea matumaini? Ni wangapi walikuwa na dhiki, wewe ukawa ni sababu ya kuwaondoshea dhiki? Bali ni vijana wangapi walikuwa wamepotea, ukawashika mkono ukawarudisha katika jannati sawab? Wangapi? Hizi ndizo athari zinazozungumza baada ya mtu kuwa ameondoka. Bali katika majumba yetu, kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa ndugu zako, katika majalis, kazini kwako, ni athari ipi ambayo unaweza ukaikumbuka tangu Muharram? Sasa tuko Dhulhijja, mwezi wa 12. Ni athari gani ambayo wewe unaweza ukaiuliza nafsi yako, ukasimama waqfatu muhasaba, ukaiona sema hii alhamdulillah? Ndugu zangu, muhasaba ni lazima, wa illa, na kama sio hivyo, yani ukizitafuta uzioni, fa'lam annaka ta'ishu li nafsik, jua kwamba wewe unaishi kwa ajili ya nafsi yako, una ubinafsi. Kama hauna athar katika mujtama, unaweza ukaitazama ukasema hii alhamdulillah, lau nitaondoka hii itazungumza kwa niaba yangu, au lau nitaondoka hii ni amali ambayo itaendelea kuchipua na kukua na kukua. Kama huioni, basi wewe unaishi kwa ajili ya nafsi yako. Na Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia khairun nas anfa'uhum linnas, mtu bora ni yule ambaye anawanufaisha watu. Mtu bora ni yule ambaye watu wananufaika naye. Waweza ukawa na matendo mema, naam, unazoswala, unazosaumu, unasimama usiku, unasoma Qur'an, unafanya adhkari, hadha li nafsik, wa madha limujtama'atik, hayo ni kwa ajili ya nafsi yako. Lakini wewe upo katika jamii, jamii inanufaika na nini kutoka kwako? Ndugu zangu, athari haipo tu katika kujenga misikiti, kutoa sadaka kubwa kubwa. Naam, hii ni kheri na ina malipo makubwa, lakini madha lilmujtama, madha liman hawlak, aina liusratik, liabnaik? Athari iko wapi katika jamii iliyokuzunguka? Athari iko wapi kwa watoto wako? Athari iko wapi katika familia yako? Ndugu zangu katika imani, almuhasaba, mtu kukaa akafanya tathmini, akajihesabu, ni jambo la lazima. Wafanyabiashara, bila kukaa ukafanya mahesabu
ukajua umepata faida au umepata hasara, huwezi kuendelea na biashara. Kadhalika katika maisha yetu baina yetu na Allah Jalla wa Ala, lazima tuwe na muda wa kukaa tukafanya tathmini. Uzao katika imani, alkalimatu tayyiba allati tabqa allati tabni wala tahdim, neno lililokuwa zuri ambalo linajenga wala halibomoi, tajma wala tufarriq, linawakusanya watu na kuwaweka pamoja, sio linawagawa. Hadha huwa al-athar tayyib, ndio athari iliyokuwa nzuri. Sio hivyo tu, tabia iliyokuwa njema ambayo watu kupitia tabia hiyo uliyokuwa nayo yarauna samahata al-islam wa rahmata al-islam, watu wakitazama tabia yako njema wanaona uzuri wa Uislamu. Hii ndio athari yenye kubaki, hii ndio athari iliyokuwa nzuri. Bal tarbiyatul abna ala almabadi, bali kuwalea watoto wako katika misingi iliyokuwa mizuri. Unajua hata ukiondoka katika jamii, umeiachia jamii msingi uliokuwa mzuri, umewaacha watu ambao wanajenga na kuimarisha jamii, sio kuibomoa. Ndugu zangu katika imani, innana bihaja ila i'adati an-nadhar fi basamatina al-yawmiyah, tuna haja kubwa na hasa hivi sasa ya kila mmoja kukaa akatazama kwa upya albasma. Basma ni dole gumba, na kila siku inayopambazuka tunaweka dole gumba katika maisha yetu, ndio athari hiyo. Kwa hiyo kuna haja ya kukagua ni alama ipi unaiweka kila siku katika sahifa ya matendo yako, katika umri wako. Ndugu zangu katika imani, jamii yoyote la tartaqi bil amani, hakuna jamii iliyopiga hatua kwa matamanio tu, kutamani, tunatamani tungelikuwa hivi, laiti tungelikuwa hivi. La, hakuna jamii iliyopiga hatua au iliyofanikiwa bil amani, kwa matamanio tu, hapana. Wa inma bil athari tayyibati sadiqa, bali mafanikio yanapatikana kwa kuacha athari zilizokuwa nzuri, athari za kweli. Kwa wale ambao ni qudwa katika jamii, wale ambao ni viigizo vilivyokuwa vizuri katika jamii, jamii ikiwatizama inajifunza pale na sio kwa kutamani. Ndugu zangu katika imani, tusiwe ni watu ambao tunaishi tu, siku inaingia inaondoka, inakuja nyingine, inaondoka inakuja nyingine, mwaka unamalizika, hatimaye miaka, wala hatuna ukaguzi wa kukagua matendo yetu na kuzitazama athari ambazo tunakwenda kuziacha, kwa sababu athari zetu ni sehemu ya matendo yetu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أحبتي في الله، ikiwa masiku yaliyopita yamepita na miezi imepita, hatimaye tuko mwezi wa 12, inawezekana tulighafilika, inawezekana hatukuyatumia vizuri. Fa inna amamana furas, hapana shaka mbele yetu ziko fursa, bali ni fursa ambazo ni mpya. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi yatakikana aweke malengo, kila mmoja aweke malengo linafsihi, ahdafan wadihan
awe na malengo yako wazi, malengo yanapambanuka, malengo yanaweza kutathminika. Lazima uwe na malengo, na malengo makuu, an tatruka atharan tayyiba, kwamba uwe na malengo ya kuacha athari iliyokuwa nzuri. Ikiwa kuondoka tutaondoka la mahal, na ikiwa athari zetu tunazoziacha ndio zitakazotuelezea, basi kila mmoja awe na malengo ya kuacha athari iliyokuwa nzuri kwa wale ambao wamemzunguka. Ndugu zangu, hebu fikiria, lau kila mmoja miongoni mwetu akawa na malengo yaliyokuwa mazuri, vipi itakuwa hali ya mujtamaa? Vipi itakuwa hali ya familia zetu? Mfano, katika familia, katika majumba yetu, lau kila mmoja akaweka malengo ya kuacha athari ya mapenzi na huruma ndani ya familia yake. Walana fi rasulillah uswatun hasana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah asema amekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi waumini ni kiigizo kilichokuwa chema. Mtume alayhi salatu wassalam, ukimtazama kama baba, alikuwa ni baba wa mfano ambaye mababa wote wanatakiwa kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali ukimsoma mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume, alikuwa ni mume bora kuliko yeyote yule. Wakasema mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa watu wake, kwa familia yake, na mimi mtume wenu ni mbora katika hilo. Kwa hiyo lau kila mmoja katika sisi akawa na malengo juu ya familia yake, akaamua kwamba sasa aishi Kiislamu, aanze kurekebisha yale mapungufu ambayo yako wazi. Ndugu zangu, familia zetu, illa man rahimallah, isipokuwa wachache waliorehemewa na Allah, sote tunakwenda mbio kulea viwiliwili. Tunalea viwiliwili kwa maana kuhakikisha wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanaishi pazuri, wanalala vizuri, afya zinakuwa nzuri. Hii yote ni kuhangaikia kiwiliwili. Si mbaya, lakini kama utasahau upande wa imani yao, kufeli kuliko kukubwa. Sasa kila mmoja aweke malengo, haujachelewa. Yakulu nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, anatufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam anil athar, kunako kuacha athari iliyokuwa nzuri, pale aliposema idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, pindi mtu anapokufa matendo yake yote yamekoma ila mambo matatu. Katika mambo ameyataja mtume sallallahu alayhi wasallam, kataja sadaqatun jariya, akataja ilmun yuntafa'u bih, akataja waladun salihun yad'u la. Mambo yote haya matatu yanarudi katika pointi moja, al-athar, kuacha athari iliyokuwa nzuri. Mtoto mwema uliyemwandaa ni athari baada yako. Sadaka yenye kuendelea ndiyo matendo yanayoendelea baada yako. Elimu yenye manufaa ndiyo matendo yanayoendelea baada yako. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam katika mifano hii mitatu au mambo haya matatu anaturudisha katika pointi ya msingi ambayo ndiyo unwani ya hutuba yetu, kuacha athari iliyokuwa nzuri. Uzangu wa Islam, kila mmoja baada ya kuyasikia maneno haya, yuahidu nafsa, ayahidi nafsi yake, aweke azma, ahidiane na nafsi yake
an yakuna miftahan lilkhair mighlaqan lishar. Kila mmoja aiahidi nafsi yake kuanzia sasa kwamba atakuwa ni funguo za kheri na sio funguo za shari, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalamu anasema wako watu ambao Allah amewajalia funguo za kheri ziko mikononi mwao, na wengine funguo za shari ziko mikononi mwao. Hakuna pahala pana shari ila utamkuta. Kisha Mtume akasema fatuba, amefanikiwa, amefaulu, man ja'ala Allahu miftaha alkhairi biyadihi, yule ambaye Allah amejalia funguo za kheri ziko mikononi mwake. Wal aksu kadhalik, na kinyume chake ameangamia yule ambaye yeye ni mtu wa shari, daima yuko kwenye shari. Ndugu zangu katika imani, tusihesabu miezi na miaka tukafurahia kuongezeka kwa umri, kumbe tunapunguza umri na ikawa umri hauna faida. Umri uliokuwa mzuri ni ule ambao umekuwa mrefu na ukaambatana na matendo yaliyokuwa mema. Tunamuomba Allah jalla wa ala ajalie umri wetu uwe ni umri uliokuwa mzuri. Allah jalla wa ala tujalie katika wale wanaosikia na wakafuata yaliyokuwa mazuri. وصلوا على نبيكم الكريم فقد أمركم الله بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.